vile mnajua chama chetu ni chama cha kitaifa. Tumeelewana? Nabii, waje tuendelee. Nasema chama chetu ni chama cha kitaifa. Hii ndio chama kubwa hapa Kenya. Wacha vyama vingine ndogo ndogo za vijiji, wachana naye. Hii ndio chama ambaye iko na governor kutoka Kilifi, Tana River huko Pwani paka Turkana. Paka wapi? Kutoka huko Wajia, governor ya Wajia, paka huko Homa Bay, mwisho ya bahari huko. Hii ndio chama ya kitaifa. Na hii chama imekuwa kitaifa kwa sababu kiongozi wetu ambaye ametuacha Baba Raila Amolo Odinga alikuwa anapenda jamii wote wa Kenya, jamii zote za hapa Kenya. Yeye akiwa hapa Western, huwezi kujua yeye ni Mjaluo, utaona yeye ni Mluya. Akiwa Pwani, unafikiri yeye ni mtu Mijikenda, yeye sio Mjaluo. Akiwa huko Garissa, unafikiri yeye ni mtu Garissa. Yeye alipenda watu yote na akalete wa Kenya wote pamoja. Na alituacha katika mpango wa broad based. Si namna hiyo? Na sasa sisi tuko kwa broad based na tuko na hakika ya kwamba vitu ambaye tumeelewana katika serikali ya broad based watatimiza. Lakini sasa tunaingia kwa mwaka ya kujipanga 2026. Tuko December. Lazima watu next year ni mwaka wa kujipanga. Hivyo ndivyo alivyosema kinara huyo, akimaanisha ya kwamba wana ODM lazima wajipange kwa mambo ya broad based, wajue kama wako ndani ama kitakuwa namna gani. Let us just continue watching this video. Serikali ambayo tumepigia wa kura, sisi kama watu ODM hatukupigia President Ruto kura, hatukupigia Kenya Kwanza kura, lakini wakati wametuunganisha, wametupatia nafasi 6 ya mawaziri. Sasa hiyo 6, Oparanya ni moja yao, Joe ni moja yao, Mbadi ni moja yao, anaitwa nani, Opiyo Wandayi ni moja yao, yule mama a school ni moja yao. Si namna hiyo? Sasa kama hatujapigia kura ndio wametupatia 6. Sasa hii kama wanataka kura chetu cha ODM ya 2027 lazima waweke vitu kwa meza. Watu waambie wanapatia sisi ngapi. Lazima watu wazungumuze. Yule mtu anasema ati ODM inaenda tu kifua namna hii, huyo ameongea na bibi yake, hajaongea na ODM. Tumeelewana? Huyo amekaa chini na bibi yake wakaelewana. Sisi tumeshukuru Rais maendeleo ambayo anafanya katika area zetu. Tumeshukuru kwa hiyo nafasi ambayo amepeana ODM katika serikali yake, lakini tunataka kuambia yeye, Bwana Rais, hiyo haitoshi. Kura yetu ni kubwa. Sisi ndio tunaongoza kutoka Pwani paka hapa Western, paka Turkana, paka Northeastern, paka Nairobi. Lazima watu wakae chini waongee, aweke vitu kwa meza for 2027. Lakini tuko na yeye. Kuna watu wengine wanazunguka hapa Kenya wanasema ODM lazima ikuje bila masharti. Kwani sisi ni bibi ya mtu? ODM ni bibi ya mtu? ODM sio bibi ya mtu. ODM ni chama cha kitaifa. Na tuko sasa na party leader yetu anaitwa Oburu Oginga. Tuko na deputy party leader ambaye anaitwa Oso. Tuko na mama ya nguvu ambaye ni chairman ya party yetu anaitwa Gladys. ODM sio bibi ya mtu. Unaambia yeye, kuja tu namna hii tutaongea. Hapana. Kitu moja mimi nahakikishia nyinyi kama Junet Mohamed ambaye ni kiongozi ya ODM, sisi hatuwezi kufanya muungano na watu wa chuki. Si mnajua watu wa chuki? Si mnawajua? Wale ambao wanasema ni shareholders. Nimesikia watu wakisema ati Waluya watoke ndani ya ODM. Tutoke ndani tukienda wapi? Tutoke tukienda wapi? Nasema watu wa magazeti wamesema ati sasa tutoke. Sisi wacha niseme hivi. Na mheshimiwa Nabii hapa tulikuwa na yeye. Hii safari tulianza kitambo. Tulianza na ile chama ya LDP. Hapa Western, chama ambayo ilikuwa na nguvu hapa ilikuwa Ford Kenya. Lakini tukaingiza LDP hapa. Huyu Nabii tulikuwa na yeye.
LDP ikakuja ikazaa ODM Kenya. ODM Kenya Kalonzo akatoroka nayo. Tukatengeneza ODM. Na tumekuwa ODM 2007 tukapiga ODM. 2013 tukapiga ODM. 2017 tukapiga ODM. 2022 ODM. We have invested in this party. We are not going anywhere. Mheshimiwa Nabii yuko hapa, ako ndani ya ODM. Etale yuko hapa, ako ndani ya ODM. Mheshimiwa Muhari Izura Muskati, Ellis Muhanda, ako ndani ya ODM. Sisi hata Mheshimiwa Paranya ako ndani ya ODM. Mheshimiwa Edwin Sifuna ako ndani ya ODM. Godfrey Osozi ako ndani ya ODM. Sisi tutakaa hapa. Hakuna mtu anaweza kututoa ndani ya ODM. Tutapigana hapo ndani, lakini tuelewane, si ndio? Na tuendelee vile baba alituacha. Sawa sawa? Na mimi ndio kiongozi wa chama cha ODM Western Province mzima. Kenya mzima kama DPL, lakini ikifika wakati hapa Western, mimi ndio kusema. Sawa sawa? Na mimi interest zenyu ndani ya chama, mimi I'll be there. Hata tukiongea mambo ya 2027, we must be consulted on every step that the party takes. Tukisema tunataka muungano fulani, lazima we have to be consulted. Tukisema ati tunataka tugawane serikali namna gani, we as a community we must be consulted. Na mimi nataka kuwashukuru wazee wetu wakiongozwa na mzee Noah Wekesa ambaye ni wenyu hapa, na mzee Wangamati. Wamesimama imara, wamesema kwamba any interest that Waluya ndani ya ODM must be safeguarded. Na nyinyi mnasema aje? Si mnaunga mkono? Hiyo ndio mwelekeo tunataka tuchukue kama jamii ya Waluya. Hata mambo ya broad base, sisi hatupingi broad base, lakini mjue kando na broad base tuko na 10 points agenda. 10 points agenda, ukiongea juu ya broad base, ongea juu ya 10 points agenda. Hawa ni kama wale watoto mapacha wamezaliwa wameshikana. Ukitaka kutoa mmoja, pengine mmoja atakufa ama wote wakufe. Kwa hivyo I want to encourage those of us who support broad base, including me. We should not forget to talk about the 10 points agenda, because the two are intertwined. You cannot separate them. And those 10 points agenda are issues that affect you people directly. Ama namna gani? Si ndivyo? Hapo nimesema vibaya? Nimesema kwamba tunaunga broad base, but at the same time tunasema the 10 points agenda cannot be separated from broad base. They are a part and parcel of the broad base. So when we talk about broad base, we must also say something about the 10 points agenda ambayo Raila aliweka kidole